Ndio maana sikubaliani na ile sentensi. Watu wanasema mimi potelea pote. Mimi nikosane na watu wote duniani, nibaki na Mungu peke yake. Ukiangalia haraka haraka unaweza kufikiri aliongea alikuwa deep in spiritual. Lakini katika watu wapagani ni pamoja na huyu anayesema eti akosane na uumbaji wote wa Mungu, abaki na Mungu aliyeumba. Sasa huyo Mungu mwenyewe anakuelewaje? Yaani umekosana na uumbaji wake wote, alafu baki na yeye. Huyo Mungu atakuwa mwenda wazimu. Ukienda benki, hakuna mtu anapiga kelele benki. Uliwahi kuona mtu anapiga kelele benki? Kwa sababu pesa haitaki kelele. Pesa haitaki kelele. Ukitaka watu wasikupigie kelele, uwe na hela tu. Hautapigiwa kelele kwa sababu pesa haitaki kelele. Kuna mtu anakupigia mguu, una hela. Dissolve. Mtu anaweza kawa nadaiwa rent, hataki kulipa. Anamwambia samahani, mwezi huu siko vizuri. Unamuona ametoka kushona suti. Anashonaje suti kwenye nyumba ya kupanga? Yaani anakuambia sina hela, alafu unakuta jikoni huko anageuza minyama. Anakulaje nyama kwenye nyumba ya kupanga na hajalipa? God have mercy upon us. Unaona kabisa mtu anasema hana pesa ya kulipa rent, anawasha gari. Gari limewakaje bila mafuta? Unaendeshaje gari hujalipa rent yangu? Dissolve. Kuna tubinti kazi hatufanyi, biashara hatufanyi, lakini tunataka smartphone. Tunataka simu ya macho matatu. Tunataka kuvaa nguo za gharama. Unamuuliza, unazipata wapi? Wewe sio jini. Dissolve. Sasa nakuuliza swali, usitingise kichwa wala usionyeshe ishara. Kausha kama mwanajeshi anayekaguliwa. Nikuulize swali, unafikiri huyu unayeishi naye ndio yule wa ndoto zako? Usitikise kichwa. God have mercy. Wala usionyeshe ishara kwamba sio au ndiye. We kausha tu kwamba unafikiri huyu unayeishi naye ndio yule wa ndoto zake. Yaani uwe mkweli wa nafsi yako. Dissolve. Ukioa kama na mke kazuri, muombe Mungu akupe moyo. Niliwaambia kuoa mwanamke mzuri ni sawa na kulima shamba la miwa karibu na shule ya msingi. Dissolve. Unakuta mama anafuatilia ndoa ya watoto wake paka yule mkwe. Jiuliza, hivi nimeolewa na wanaume wangapi hapa kwenye hii familia ambao tayari watoto wenu wameolewa, watoto wenu wameoa? Ukienda kusalimia watoto, funga zipu. Ngoja nikwambie ukweli. Kweli sisi tutakuuzia maji, tutakuuzia chumvi. Mnufaikaji hapo sio wewe, ni sisi wauzaji. Kwa sababu kama wewe dhambi iko ndani yako, utazidi kutafunwa. Sisi biashara tumefanya, biashara imefanyika, lakini bado matatizo yatabaki na wewe. Siku hizi tumeanza kutengeneza kizazi cha wavivu kuomba. Watu hawataki kuomba, anakurupuka tu asubuhi, anachukua maji anajipulizia safari. Yaani hataki kuombea safari yake, anachukua chumvi anarushia kwenye gari safari. Anataka kulala, anapulizia maji kwenye blanketi, mapepo yasiniguse kulala. Anataka kufungua duka lake, hataki kufanya maombi, anapuliza tu maji, anafungua duka. Alafu anashangaa vitu haviendelei, wachawi wanamkaba kwa kwenda mbele, amani hana, bado biashara imegoma. Nataka nikwambie, hatutengenezi kizazi cha namna hiyo ambacho kimeacha kuwa waombaji, wanatengeneza vitu vya mkato.
lazima gharama ziwepo. Uweze kusema tu mke wangu wakati hujawahi kumnunulia hata yebo, hujawahi hata kumpeleka saruni, hujawahi hata kunani, unawaambia tu wangu. Ukisikia mtu anasema mai, ujue kuna gharama. Mwanaume anayejitambua anajua yeye ndio kitabu cha majibu, yeye ndio marking paper, yeye ndio suluhisho la matatizo kwenye familia, yeye ndio mtoa majibu. Sasa unamwachia mama matembele na maharage, wewe unaenda kuchoma nyama, wewe unaenda kwa mama ntilie, nipakulie wali, jaza sana na njaa sana. Mama hayupo, yupo amesonga ugali na maharage. Unatudhalilisha. Kama uko hapa unatudhalilisha, unacheza mpaka mabao ya usiku. Hivi kweli wewe sio msukule? Usiku kabisa saa 2 nakula naondoka, naenda natakata, naingia kingi. Sasa naingia kingi saa 2, naingia kingi saa 3, bado naingia kingi, unakula kubwa, unatakata, unaondoka saa 4. Katoto kwa watu kamebaki tu kwenye sofa. Ashukuriwe Mungu wameleta tamthilia kwenye TV. Kwa hiyo yuko anacheka tu na TV. Nawaambiaga wa mama, wakati mwingine mnawaacha waume zenu sebuleni, unapika mwenyewe jikoni. Ni kwa ujinga wenu tu. Yaani unaweza kumlazimisha mume wako mkapika wote kwa lazima. Wewe nenda tu kwenye menu suite, fiatu wa umeme. Alafu mwambie, hey, giza, alafu simu yangu imeisha chaji, kwa hiyo naomba simu yako nikamulikie. Unafikiri atakupa simu kamulikie? Atakachofanya atakwambia, sasa itakuwa ngumu kushika simu na kusonga ugali, ngoja nikakushikie mimi. Analinda simu yake. Mutapika wote mwanzo mwisho, mutasaidiana na kusomba sufuria, mboga, vitu gani, kwa sababu analinda simu yake. Angalia mafundisho mengi, kwa sababu wahubiri wengi ni wanaume. Angalia mafundisho mengi ni kuwasimanga wanawake. Na ndio maana hata mwandishi aliandika Biblia, kwa sababu wengi walikuwa wanaume. Angalia hata jinsi walivyoandika kwenye Biblia. Mwanamke mpumbavu anaivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Hivi unafikiri angeandika mwanamke, angesema mwanamke mpumbavu, na yeye angesema mwanaume mpumbavu anamuzesha mke wake kwa kumrundikia mikasi? Dada, simu ulionayo ulipataje? Ulipataje simu ulionayo? Aliyekupeleka saruni ni nani? Yaani kuna watu ukimwangalia kutoka viatu mpaka kichwani uzinzi mtupu. Yaani kiatu kahongwa, nguo kahongwa, nywele kapelekwa. Yaani ukikaona ni kapepo kaliko garamiwa na kuzimu. Nyingine wanaume anadondosha kitu makusudi aone huyu waifu material. Unakuta tu, kaka umedondosha. Hakuna kitu hapo. Hai tu binti kanya akili. Kasema, oh brother sorry, umedondosha. Moyo nasema huyu waifu material huyu, kama na uwezo wako nani. Sasa wewe hata brother aliye mbele yako, kaka aliye mbele yako, kumwambia naomba nipishe, unaambia toka kwa njia. Ndio maana nimekwambia Mungu angekuja wanaume wangesema turuhusu tuwe na wanawake angalau 10 wangapi. Sababu mwanaume ni kama panya. Unafahamu panya? Anataka kutest kila shimo, aone urefu wa shimo hili, shimo hili. Hayo umesoma wapi? Inaonekana yeye degree yake ni ya juu sana. Wewe degree yako umechukulia wapi? Morogoro. Oh, mimi Cape Town. Inaonekana degree ya Cape Town ndio iko juu zaidi. Mimi nimechukua degree ya kwangu Marekani. Nilikuwa pale Union. Mbona kichwa tukikiangalia kifanani na degree yako sasa?
Mbona unafanya vitu vya kijinga? Wanakushinda waliosoma Morogoro, mbona wanakushinda waliosoma Arusha, mbona wanakushinda waliosoma Mwanza. Umebakia na sifa, lakini nguvu ya degree yako hatuioni. Siku hizi mabinti mnachezewa. Yaani kijana mmoja ana wachumba 7 hapa kanisa. Wote anawaahidi nitawaoa, nitamuoa, nitakuoa. Kwa hiyo unakwepa kanisani, unaimba kwa juhudi, unajua tayari maombi yamejibiwa, kumbe taperi wala harina mpango. Na unajuaje kwamba ni krokodilo? La kwanza atakataa msiende kwa mchungaji. La pili anaanza kuomba vya kuomba. Nimesahau jina. Walipaswa wanaume wote kabla ya kufunga ndoa wapimwe akili. Maana walioambiwa wawe na akili ni wanaume. Kwa sababu hao wamama wanazo tayari. Kuishi na kiumbe kinaitwa mwanamke, hii kitu hii inazunguka kichwani. Hawa viumbe wana akili nyingi. Nilisema jana, yule mwanaume mwenzetu anajitetea, anasema wanawake viumbe dhaifu. Wewe fanya research vizuri, muulize Samsoni kama hawa viumbe ni dhaifu. Muulize Adamu na misimamo yake yote, alikula kisichopaswa kuliwa. Watu wanafika mahali wameacha kuwa marafiki na watu, wanakuwa marafiki na mbwa. Ndio ujue kuishi na binadamu sio kitu rahisi. Na kadiri tunavyokwenda ndivyo watu wanajitenga na watu, wanakuwa rafiki na wanyama. Binti moja nilimkuta mahali, nikamuuliza umeolewa? Akasema sina mpango. Sijaolewa na sina mpango wa kuolewa. Nikamuuliza kwa hiyo utaishi mpaka kufa? Akasema nitaishi hivi mpaka kufa. Ni Marekani mzungu. Nikasema kwa nini? Akasema sitaki stress. Nikamwambia kwa hiyo unapokaa unakaa na nani? Akasema niko na mbwa wangu ndio nakaa naye. Nikamuuliza kwa hiyo unatumika hapa? Maana nimkuta kazini. Unatumika hapa, kwa vyovyote vile unawekeza pesa kwa ajili ya uko mbele. Bahati mbaya ikatokea ukafariki, hizo pesa zako zote atakula nani? Akasema nimemwandikisha mbwa, ndiye atakayechukua pensheni yangu. Huyu atakaye kuwa namulisha mbwa wangu ndo atakuwa natumia pamoja na mbwa wangu. Unajua watu wanafikiri ushirikina ni mpaka uwe na madawa, uwe na nini. Ushirikina ni akili ya kumfanyia mtu mabaya asiye kukosea kitu. Yaani unatamani umfanyie mabaya, kwa sababu watu washirikina hawamfanyii mtu mabaya kwa sababu alimkosea, ila anaweza kumfanyia mtu mabaya eti kita kwa nini amemzidi. Ndio maana niwahi kusema kuna watu wanaweza kukuchukia bila sababu. Hujamkosea chochote, utasikia sijui damu zangu haziendani. Yaani huyu si ana damu ya kunguni. Ya kunguni wapi? Sasa mtu anasema mimi usingizi silali. Kwa nini? Nadaiwa. Ruto anadaiwa trilioni ngapi? 14 nafikiri. 14 anadaiwa Ruto. Lakini analala mpaka walinzi wanazunguka nyumba yake kwamba msimsumbue mzee amelala. Sasa kama mwenye trilioni 14 analala, alafu wewe una laki moja tu ndio inakusumbua. Una laki 2 eti hurali. Wenzio trilioni. Yani kuna mtu ananidai 50,000, mchungaji silali, sijui mimi nijinyonge. Ujinyonge kwa ajili ya 50,000? Jinga kabisa huo. Yani unajinyonga ili we nini? Mwambie jirani yako hafi mtu hapa hata kama nikidaiwa. Hakuna watu complicated kuishi nao kama walalamikaji. Nilikuwa nafundisha mahali, niliwaambia
Unajua ulalamikaji ni huruka ambayo watu wengine wamezaliwa nayo. Yani alianza kulalamika akiwa tumboni mwa mama yake. Yani yuko tumboni analalamika, amechelewa kutoka, anarusha mateke, analalamika. Kamezaliwa katoto kalalamikaji hako. Wakati mwingine hata kakinyonya, wakati mwingine mama anakuwa hakushiba sawa sawa, kanajaribu kunyonya afa hayatoki. Kanalalamika na kung'ata na kupiga, utafikiri kamelipia bili. Wewe binti wa maana, kanisa linakutegemea, alafu unakuja kuliwa kirahisi na hawa makrokodilo hapo. Kwa nini wanakuharibia maisha? Yani nataka nikwambie, hawa wakiharibu maisha yako hautawaona. Akiwa na kutafuta, anasema hata ukipata ball, mimi sina shida, mimi siwezi kukataa damu yangu, mimi mpe sasa. Alafu baadaye umwambie baby, surprise. God have mercy on surprise nini? Niko na ball. Anasema nani? Unajua mtu ambaye hajawahi kufika Dar, anaweza kafikiri Dar ni jiji moja safi, tulivu, wanaishi wastaarabu. Lakini kumbe hakuna jiji lenye fujo. Hakuna jiji ambalo anayeaminika Dar ni maiti tu ukikaa naye karibu. Ukikaa karibu na jeneza ndio uko salama. Na lenyewe inabidi ugonge mara mbili, hajalala nani hapa maiti kweli. Kwa sababu Dar kila mtu anaonekana mwizi. Mkisafiri kwenye mwendo kasi daladala, kila mmoja anahisi kama nimekaa karibu na mwizi hapa. Ukimgusa kidogo ameshituka. Jesus.